Karibu tena. Nafurahi sana kuendelea kuendeshia kipindi hiki, kuwa nahodha kipindi hiki, na vile vile kuendelea kuwa nawe na maswali yote ambayo unatuelekezea. Mwalimu, kabla tuingie kwa zile permits ambazo mtu anahitaji ili kufanya kazi humo nchini, mmoja anauliza, mtoto anaweza pata passport kama ID yake mtoto inapitana na ID ya mamake miaka 10? Ili upate passport, tulizungumzia kwamba kitambulisho ni muhimu, is a primary document. Ile ambayo ni birth certificate is a primary document. Iwapo kuna sababu ambazo ule registrar of birth na registrar of persons na ule director general, ule Evelyn katika idara ya uhamiaji wataangalia, sitaki niseme ni ndio ama la. Kuna kamati pale ya uchunguzi. Kumbuka wale wanapeana passport wanafanya through a multi-agency team. Kuna NIS iko pale, kuna DCI iko pale, kuna polisi iko pale, kuna wale wanachunguza pale. Kwa hivyo wewe nenda kesho, uliza hilo swali, ni specific, wataangalia kama kweli, kama kuna kosa. Saa zingine typing error inaweza kuwa iko pale. Kwa hivyo kama huyu ana shida, atanipigia simu, nitamuelekeza vile kutatua hilo shida. Na mwingine anauliza, rais aliyestaafu anapata diplomatic passport ni thande akiwa uundani? Na vile vile kuna mwingine ameuliza swali sawia, endapo rais akistaafu bado anaendelea kushikilia hiyo diplomatic passport? Katika zile ambazo tulipitia, sheria ya kuangalia wale waliokuwa na nyadhifa za uongozi wakaondoka, hiyo wanapewa. Rais Uhuru Kenyatta atapewa, Prime Minister atapewa, lakini uhuru wa serikali kuchukua ile passport. Kumbuka passport si yako, passport ni ya taifa la Kenya. Iwapo ule ambaye ana ile passport ameitumia vibaya ama ni tisho kwa taifa la Kenya, itachukuliwa. Kwa hivyo it is not an automatic right. Na mwingine akauliza, kuna naibu rais ambaye kuna wakati ambapo naibu rais alinyimwa nafasi ya kuingia katika taifa la Uganda. Je, alikuwa na diplomatic passport au nini ambacho kinaweza kusababisha azuiliwe kuingia? Wafanyikazi wote wa serikali, na hili nataka kila mtu aelewe, wale wametajwa hapa, principal secretaries, cabinet secretaries, hawa wenye wako kwenye ofisi zinaitwa constitutional officers, naibu wa rais lazima apate kibali cha rais in writing ndio atoke katika taifa la Kenya. Kwa hivyo huwezi toka kama waziri kisha unaamka ukaenda. Juzi umeona rais amesema amewakubalia safari sijui 5 peke yake. Wale ni wafanyikazi wa serikali, anapoenda lazima bosa kuwe pale, sababu sasa hivi mimi nikiandikwa kazi, pengine nimeandikwa na mkubwa fulani katika law firm, lazima nimuombe permission, kwa sababu kama leo nimekuja na mawakili wangu hapa, Sofia ako hapa, na nimekuja na Enoch ako hapa, wamepata kibali kuja huku kutoka kwangu. Kwa hivyo mtu hawezi toka kama anafanya kazi kwa serikali akapotea mitini hivi bila rais kujua. Niposa hayo ndio yaliyokuwa. Naam, na kwa hili swali ndilo litatuelekeza katika zile permits ambazo tunataka kuziangazia, kwa sababu ni permits nyingi sana mtu anahitaji ili kuja hapa nchini Kenya. Ameuliza, je, kuruhusu raia wa kigeni kuja nchini Kenya bila visa, je, ni salama kwetu kama taifa, au ni mojawapo ya mikakati ambayo huenda ikasababisha kuongezeka kwa visa vya ugaidi humu nchini Kenya? Basi tuangazie permits. Mtu amepewa passport, amepewa visa, ameingia hapa, lazima apewe permit. Ile permit sio mtu mmoja anapeana ile permit. Kuna jopo linaloitwa Permit Determination Committee. Permit Determination Committee ambalo ni la serikali, ambalo lina multi agency. Kuna DCI anaangalia na macho ya mekundu, kuna ule ambaye anaitwa NIS anaangalia na macho 4, kuna ule ambaye anaitwa Attorney General anaangalia zile sheria, kuna wale majasusi wote. Kwa hivyo
ile sio kazi ya Director General wa Immigration peke yake. Ile kamati watu wanafanya application ya permit kwenda pale. Kisha kunazo permit ambazo serikali ya Kenya inapeana. Zile permit ziko karibu permit 6 ambazo zinaruhusiwa katika taifa la Kenya. Zile permit wanasema zinaanza class A, B, C, D, F, G, I, K, M. Wacha tuanzie na permit number C. Hii ni permit ambayo inapeanwa wale watu ambao ni professionals, sio wa Kenya. Professionals, na professional hapa ni wale ambao wanaitwa legal profession. Unaona? Niliambia watu waende wafanye sheria. Legal profession, surveyors, engineers, pharmacists and other professionals registered by the Kenyan government. Ikiwa wale watu ni wa kutoka nje na wanakuja kama professionals, wata-apply permit ya professionals, wataweka stakabadhi zao za kuonyesha kwamba wao ni professionals. Wale ni wanahabari maarufu na they are professionals accredited na bodies zile za kwao, za kuangalia mawakili, za kuangalia wanahabari. Hawa watu watakapokuja hapa watalipa shilingi 10,000 kila mwezi, kila mwaka, na shilingi 1,100 ya application. Ile serikali inakula. Application ikifanywa, kama ukianguka mtihani haurudishiwi. Lakini ikiwa utakubaliwa kuja hapa kama mwanahabari, ukubaliwe kuja hapa kama daktari, ukubaliwe ufanye kazi hapa kama wakili, kila mwaka unalipa serikali shilingi 10,000. Lakini ile permit inaweza kuwa cancelled. Iwapo wewe ulikuja hapa kama mawakili, badala ya kuja kuwa wakili, kazi yako ni kuenda kushuka akina mama nywele, kazi yako ni kwenda kurukaruka kama matatu tout kule Kawangware, basi wakijua kwamba wewe ulikuja hapa kama professional lakini hufanyi ile professional yako, basi ile permit inakuwa cancelled, unawekwa kwenye bodaboda na unavuka Indian Ocean ukielekea pale. Sijui kama utafika. Twende kwenye klasi nyingine, ili inaitwa class D. Permits za employment. Hizi ni permit za wale watu wanapewa nafasi katika serikali ya Kenya. Serikali ya Kenya inataka wataalamu fulani. Wale wataalamu hatuko nao hapa. Watapewa ile permit ambayo inaitwa class D. Pili, kuna zile zinaitwa UN agencies. Kuna UNICEF, kuna UNEP, kuna UNESCO, kuna Habitat na kadhalika. Zinaleta wafanyikazi wao kuja kutekeleza majukumu fulani hapa. Wale ambao ni UN organizations watapewa hizo ambazo tumesema. Mwisho, kuna wale wanakuja kupeana technical expertise. Kwa taifa la Kenya watapewa hili. Kumbuka, hawa sio wale wa kuuza peremende unaomuona wanapita na njugu kule Mombasa Road. Hawa ni expertise ambao wanakuja kwa serikali ya Kenya na kwa private enterprise, lakini they are necessary. Wale wanalipa pesa ngapi? Wanalipa ile ambayo inaitwa processing fee ya Kenya shillings 10,000 kila mwaka, na shilingi 200,000 ambayo ya kurenew 200,000. Sababu hawa jamaa wakija hapa wanalipwa pesa mingi. Unaona, ni shilingi pia lazima sisi tupate ushuru, shilingi 200,000 kila mwaka. Klasi ya 3, sasa hapa ndio kuna shida. Inaitwa class G. Permits za wanabiashara, trade, permits za business, wafanye biashara, na wale wanaitwa consultancies. Na wale jina kubwa linaitwa investors. Hapa sikiza ndugu yangu, sababu wewe najua ni hustler na unafanya biashara, ujue kama hawa ni nani.
Hawa wanapewa ruhusa kufanya biashara zao katika taifa la Kenya iwapo wana license. Jambo la kwanza, wata apply for the license. Mimi nakuja kuuza nyama, ana apply license. Wale wanaangalia hii nyama inahitajika kweli hapa. Masai wamekufa wote wa kuchinja nyama, anafukuzwa. Iwapo watamkubalia, atapewa license. Pili, ana permission ama authority ya kuja kufanya hiyo kazi hapa. Kwa hivyo serikali itachunguza, iangalie kwamba huyu jamaa tutamkubalia aje kufanya biashara ila na itakikana, basi akipewa authority ama permit na serikali. Tatu, lazima aonyeshe kibunda cha pesa, capital. Wewe unakuja hapa unajiita ni investor na unaulizwa pesa zako ni ngapi, unasema nitafuliza kwa M-Pesa alafu nitakuja kama mgeni nikuje kufanya biashara hapa, utakubaliwa. Lazima uonyeshe statement za bank kwamba wewe unakuja na mtaji wa mabilioni kuja kuinvest hapa, na katika ile mabilioni utaandika Wakenya zaidi ya 500, utaandika Wakenya zaidi ya 1000, basi ndipo utakapokubaliwa. Kwa hivyo kuonyesha enough capital ya kuja kuinvest ni kitu muhimu kweli kweli. Kisha lazima waonyeshe kwamba ile biashara yao wataifanya itamsaidia Mkenya. Sio yeye atapata profit, lakini mambo ya ujira, mambo ya tax, Kenya itafaidika vipi? Basi wale wakikubalika, ataambiwa alipe shilingi 1,100. Kumbuka hii ni chini kwa sababu hawa ni investors, hatutaki tuwafukuze. Wanakuja na mabilioni kuja kuwekeza hapa. Kisha kila mwaka analipa shilingi 10,000. Nataka mniambie bali nimesema wale wanauza mitumba na kadhalika wazungu, watu ambao sio wa Kenya hawako. Class I permits, hawa ni wale approved religious. Approved. Jina sio rahisi. Approved, my friend. Usifikiri atuona kuja umenunua lile gwanda la kanisa kule airport unasema mimi ni, lazima ukue approved. Na approval ni kutoka kwenyu. Mataifa yale unakotoka, lile kanisa lako na lile charitable organization. Wewe unasema unakuja kuangalia mambo ya vilema katika taifa la Kenya. Wewe unakuja kuangalia wajane. Wewe unakuja kuangalia wale mayatima. Wewe unataka kutengeneza children's home. Lazima ukue approved kwao. Kisha ila approval iwe inakubalika katika taifa la Kenya. Ile government unakotoka lazima iwe ikupe kibali kwamba wewe sio mtu wa kuja kama wale pedophile wanakuja hapa kufanya unyanyapaa kwa watoto wetu. Kwa hivyo lazima ile ichunguzwe, ikubaliane kwamba wewe ni approved kutoka taifa lako, na ile approval ikuje hapa ukubaliwe. Hawa wanakuja kwa minajili ya kufanya mambo ya kidini na mambo ya charity, charitable organizations. Hawa kuwa hapa lazima ionekane kama kuna faida kwa Mkenya. Lazima uwe na faida kwa Mkenya. Hawa sababu hawa ni mambo ya Mungu. Angalia processing fee shilingi 5,000. Mambo ya Mungu najua hakuna ushuru. Na alafu kila mwaka wanalipa shilingi 1,000. Naam. Klasi ya mwisho, class P. Sasa hii ndio ordinary residents. K hiyo. Class K, ordinary residents. Hii inapewa mtu ambaye lazima awe sio chini ya miaka 35. Pili, ana income, ana pesa zinazokubaliwa kufanyia biashara zake. Yeye atapewa msasa. Kisha kama kuna mtu ataka kumwandika, lazima aonyeshe kwamba anamhitaji ampe kazi yake. Na katika ule jamaa wa kawaida ambaye anataka kumwandikisha, aonyeshe ni faida zipi ule raia wa kawaida anayekuja hapa kutoka baharini,
ule raia wa kawaida anayetoka India, ule raia wa kawaida anayetoka Portugal anakuja kufanya nini hapa, na faida yake kwetu kama taifa ni lipi? Kumbuka hawa sio watalii. Tutaangalia watu vile wanaingia na visa kama watalii, watu wanaingia na visa kama vitu kama zile. Kwa hivyo iwapo wewe utaingia katika taifa la Kenya kwa njia hizo, utapata hizo permit 5. Bila hiyo permit huwezi ingia katika taifa la Kenya kwa minajili ya kufanya biashara, kwa minajili ya kuandikwa kazi. Tuangalie na wao pia wanalipa hiyo 10,000 kila moja kila mwaka. Kila mwaka serikali lazima ipate ushuru. Na kuna hizo pass, tuna dakika 3. Kumalizia na jambo la mwisho linaloitwa pass. Kuna pass 3, dependent pass. Hii pass inapewa bibi ama mtoto wa yule ambaye ana permit. Ule ambaye tumesema ni wakili amekuja hapa, bibi yake atapewa dependent pass. Mtoto wake atapewa dependent pass. Na kila mwaka atalipa shilingi 5,000. Ule aliyepewa permit ikikuwa cancelled, pia hii pass ya mtoto, pass ya bibi, pass ya bwana itafukuzwa. Ndiposa unasikia mtu anasema bwanangu amepata kazi na mimi ninaenda kukaa na yeye. Unapewa pass. Ule mtoto anapewa pass. Pili, student pass. Ule mtoto anapokwenda masomo, ule mtoto anapokuja hapa masomo, sio mtoto atafanya application. Ile shule ya Kilifi International School ndiyo itakayofanya application. Ile shule ya Juja Prep ndio itafanya application, sio wewe. Ni shule kama ni university, Catholic University ndio itafanya application wa wale watoto wanaokuja kutoka nje ya ng'ambo kuja kusomea hapa, na kila mtoto atalipiwa kila mwaka shilingi 5,000. Mwisho kuna ile pass ya research and internship. Hii inapewa wageni wanaokuja kufanya research. Kuna jamaa anataka kuja kujua nyimbo za Wakisii. Anafanya research za zile nyimbo na tamaduni zetu. Anafanya research mambo ya zile, unajua kuna ngoma kali zaidi. Ule Sofia ananiambia kwa ni Bukusu, kuna ngoma za zile jandoni za Wabukusu hatari kubwa. Mtu anataka kufanya ile research. Ule researcher, ule student atakapoingia hapa, akikubaliwa atapewa research and internship pass na atakuwa analipa shilingi 15,000. Kama kweli yeye sio tisho kwa taifa la Kenya. Niulize maswali mawili matatu kwa zile dakika zimebaki dakika 2. Mmoja anasema kwenda Uganda unahitaji passport ukiwa Eldoret. Tumeelezea kwamba unaweza enda na kitambulisho chako kule Uganda, ama unaweza pata ile pass ya kupita kwenda Uganda. Mwingine anasema nataka kuongea na mwalimu. Huyo ni William kutoka Mikinda. Vipi William, uko safi? Tutazungumza baada ya kipindi. Mwingine anasema work permit ni lazima ukitoka nje ya Kenya ukiwa na passport. Ni Martin kutoka Kericho. Ni lazima kama unakuja kwa minajili ya kufanya kazi. Lakini ukija kwa minajili ya utalii na vitu zingine, tutaziangalia wiki ijayo kile kinachoitwa visa. Mwingine anasema kama nahitaji huduma ya mwalimu nawezaje kumfikia kwa wepesi? Ni Martin kutoka Meru. Martin Meru, mimi nakujanga Meru kwa kina Zubeda pale. Wewe nitegee Meru, tutakuja pale. Lakini mirasi itakula, lakini ninaisifu. Aya, mwingine anasema pesa ngapi inahitajika kutumika ndipo upate passport? Tulielezea zile pesa na ujira ambao kila passport ina pesa zake kulingana na pages. Na hiyo ni pesa ya serikali, sio pesa ya mtu kwenda mfukoni. Usipee brokers zile pesa. Kama umeolewa na Mkenya, mbona hupewi kitambulisho? Ni Neema kutoka Kisumu. Tulisema lazima uwe umemaliza miaka 7 ndio apply kuwa raia wa taifa. Kwa hivyo sio uolewe leo kesho utakuwa raia. Miaka 7. Mwingine anasema mwalimu, niliapply passport January na sijapata hadi leo, mpaka nakosa nafasi ya kazi nje ya nchi. Naweza fanyaje ndio nipate? Ni Nicholas kutoka Kisumu. Nicholas, tumia namba yako kwa Zubeda, atanipa
kesho unipigie, nitakutuma pale. Wengi wa watu waliapply passport bila kufuata taratibu. Wengi wa watu hawajatuma zile stakabadhi original tulizosema kwamba lazima upeane Director General wa Immigration. Kuna taratibu, wengi waliapply vibaya, hawakuweka zile ambazo zinahitajika. Huyo Nicholas akupe namba, nitamsaidia kesho tumchukue pale. Lakini huduma ya passport, ule Director General ambaye tulisema Madam Evelyn ako gangari, wale katika taifa Kenya wamelazimishwa na rais kwamba passport, wanapeana passport 24 hours, tulisema wiki jana. Wanapeana passport shift, wanafanya passport shift mara 3. Kwa hivyo mtu asiseme kwamba passport hatapata. Sema pengine unataka kudanganya kwamba mimi siendi ng'ambo kwa sababu passport yangu haijakuwa tayari. Naam, asante sana. Mmoja anasema kwani zamani tunaenda na passport ya Kenya, UK na Germany bila visa. Wiki ijayo tutakuwa tukiangazia visa. Inahitajika kwa mataifa gani, kwa nini inahitajika na kadhalika. Kwa hivyo endelea kututumia maswali yako. Unaweza kuendelea kuwasiliana na mwalimu pale mtandaoni @danstanomari_. Asante mwalimu. Asante. Namuona Alimanzu anaingia studioni unyo na taarifa za KTN leo. Naomba nimpishe, Mungu akijalia tukutane kesho. Endelea kutazama KTN. Chili